nini watu watutisha ati siwezi resign? Kuna what, let me tell you, and Kenyans must understand this. And I think it is time some people leave government so that we even get new faces. Kwani kuna watu walisaliwa kwa serikali? Mimi nikienda shule, Muturi alikuwa. Karibu hata sasa nimefika 50, mambo ya kwenda mbinguni imeanza kukaribia, bado wako. Ala, si waondoke wale wanataka ku, after all, hii serikali sasa ni broad based. Ukiondoka mtu mwingine anakuja. Kwa sasa Mheshimiwa Rais amesema kuliko watu wa kuanga na makelele, na tumejua hii siasa ni interest. Kila mtu aingie kwa hii serikali. Ukipewa kiti, tafuta mahali ya kukalia na ufanye kazi. Ule governor wenu Lee sasa atakuwa waziri kwa hii serikali. Sasa nyinyi bwana DG na governor hapa, fanyeni kazi. Kila mtu amepewa line yake, tuache kusumbuana. Ukipiga kelele tunakupatia kazi, unaendelea na kazi, wacha mambo ya kelele. Hii Kenya tunataka iende mbele. Ama watu wa baruti mnasema namna gani? Hii uchaguzi ya 2022 mnajua ilikuwa uchaguzi ya kukata na shoka. Tulikuwa napambana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akiwa na Raila Odinga, na alikuwa na serikali, alikuwa na system yote. Kwa baraka ya Mungu na nyinyi tukashinda serikali. Tulipiga hatua moja 2023, 24 Uhuru wako ndani, Raila wako ndani. Sasa wewe sasa unaanza kuangaika Rikiji sijui nani utawajwa kwa roundabout nani? Acha nikwambie kama wewe mwananchi, sikia na usikie. Ile mambo unaona nimewambia, ile mambo karibu Mheshimiwa Warongai Chebor Mamba mwenyewe ndio huyo. Mimi niliwaambia kwa siasa, ile mambo inafanyika hapa kwa television mbele ni kidogo. Ile inafanyuka nyuma ya TV ndio mingi kuliko ile iko mbele. Mheshimiwa mbunge wenu hapa wa Nakuru West, Bwana Arama ni rafiki yangu. Na mnajua kule bunge kuna mambo kidogo inabadilika kwa serikali. Kuna bile baraza la mawaziri wapya wanakuja, wanafanyiwa ile ukaguzi, na mbunge wenu ni baadhi ya wale wanafanya hiyo maneno, ndio mjamuona hapa. Kwa hivyo pia mjue huyo mheshimiwa wenu kuna kazi anatekeleza ili Kenya iweze kwenda mbele. Mimi pia nataka kushukuru Mheshimiwa Liz Chelule. Mimi wakati nilikuwa governor, alikuwa bunge, na tulipata nafasi ya kufanya kazi na hawa. Juzi nimeenda bunge. Unajua hii mambo ya cheo, unaweza panda leo, kesho unashuka. Kuna wakati nilikuwa mdozi yake, nilikuwa governor, nilikuwa mtu mkubwa. Lakini nikafika huko bunge, nikakuwa form 1. Hasa hawa ndio walikuwa wananinyorosha na kina Ngong. Na ndio unaona huyu Ngong saa zingine anamea pembe, anasema yeye ni kingpin. Lakini kwa sasa tumetoa king, sisi zote ni pin. Mambo ya king tutatafuta hapo mbele, wakati maji itakuwa imeshika barabara. Ama namna gani? Lakini huyu kuna wakati alitufanyisha kazi. Hata huyu pia ya Mheshimiwa Arama rafiki yangu, huyu mtu kuna wakati alijaribu kutuhangaisha kwa hii dunia. Lakini saa hii mambo, na niliwaambia siasa usiweke kwa roho. So unaona alituhangaisha, lakini sasa tuko kwa laini moja. Kwa hivyo mimi nataka kuambia tufanyeni kazi. Waheshimiwa MCS, nimeona marafiki yangu hapa, tulikuwa na hawa siasa. Mheshimiwa Deputy Governor wa hapa Nakuru, former first Deputy Governor Mheshimiwa Ruto. Huyo mheshimiwa alikuwa mkubwa yangu kule TSC. Mimi nikatoroka, nikatafuta network, nikakuwa governor, nikakuwa deputy, nikakuwa mkubwa yake. So ukiwa chini usijali, kuna nafasi ya kwenda juu. Ya muhimu ni kutekeleza ile kazi ambayo mmepewa. Nyinyi kama watu wa hapa Nakuru County, mimi nataka kuwapongeza sana. Nchi hii haiwezi songa mbele kama nchi hakutakuwa na utulivu na amani. County hii ya Nakuru ni baadhi za county ambazo ni nguzo ya taifa la Kenya. Ni kama county yangu ya Uasin Gishu. Kwa hivyo mimi nawaomba tuendelee kukaa kwa pamoja. Kunaweza kuwa na utofauti ya kisiasa, lakini hiyo isikuwe kisingizio ya kuchochea wananchi kwa misingi ya kikabila. Mimi niliwaambia kule nyuma, nyinyi raia, chungana sana na sisi. Wewe unaona huyu mheshimiwa pia, kwanza wapi huyu pia Arama, huyu rafiki yangu. Huyu ndio alikuwa anaongeza kikosi, tulikuwa tunalima Ngong.
makombora ilikuwa inashuka kushuka, na wakati alikataa kusikia tukaongeza mawe. Lakini leo hii uchaguzi ya 2022 mwanajua ilikuwa uchaguzi ya kukata na shoka. Tulikuwa napambana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akiwa na Raila Odinga, na alikuwa na serikali, alikuwa na system yote. Kwa baraka ya Mungu na nyinyi tukashinda serikali. Tulipiga hatua moja 2023, 24 Uhuru wako ndani, Raila hako ndani. Sasa wewe sasa unaanza kuangalia Rikiji sijui nani utawajwa kwa roundabout nani? Acha nikwambia, kama wewe mwananchi, sikia na usikie ile mambo. Unaona, nimewambia ile mambo. Karibu Mheshimiwa Warongai Chebor, mamba mwenyewe ndio huyo. Mimi niliwaambia kwa siasa ile mambo inafanyika hapa kwa television mbele ni kidogo, ile inafanyuka nyuma ya TV ndio mingi kuliko ile iko mbele. Nyenye mmesikia? Kwa hivyo msifuate sana mambo ya wanasiasa mpaka mnaweza kosa maendeleo ama mkose amani kwa sababu za sisi. Siasa, mmesikia kwa Kiingereza wanasema it's about interest. Na mara mingi hata hii interest saa zingine sijui kama iko kwa raia ama ni personal interest, lakini tuseme tu ni interest. Tumekubaliana? Ile hatutakubali ni mtu ajaribu kutumia siasa kuhujumu taifa la Kenya kwa mambo ya amani. Wale watu wanaongea maneno ya ICC sasa hii, hata wanatuambia mnataka kurudisha ICC. Hawa ni watu wako na mpango isiyo ya kawaida. Hii siasa ya opposition haijafika Kenya baada ya uchaguzi ya 2022. Kulikuwa na opposition from 1963. Kumekuwa na opposition throughout wakati ya Moi. Kumekuwa na opposition wakati ya Kibaki. Kumekuwa na opposition wakati ya Uhuru. Hata wakati ya President William Ruto kutakuwa na opposition. Lakini ya muhimu tukuwe na opposition ya ku-criticize programs za serikali kwa minajili ya kutaka wananchi wapate huduma ya serikali. Sio ya kugawanisha wananchi kwa sehemu. Kwa sasa Mheshimiwa Rais amesema kuliko watu wa kuanga na makelele, na tumejua hii siasa ni interest. Kila mtu aingie kwa hii serikali. Ukipewa kiti, tafuta mahali ya kukalia na ufanye kazi. Ule gavana wenu Lee sasa atakuwa waziri kwa hii serikali. Sasa nyinyi bwana DG na gavana hapa, fanyeni kazi. Kila mtu amepewa line yake, tuache kusumbuana. Ukipiga kelele tunakupatia kazi, unaendelea na kazi, wacha mambo ya kelele. Hii Kenya tunataka iende mbele. Ama watu wa Baruti mnasema namna gani? Si namna hiyo. Ya pili, kuna program ambazo serikali itaroll kwa minajili ya wananchi. Wewe raia ambaye utadanganywa na mtu wako na mshahara ya milioni 1, wakati ya matatizo itakuwa wewe na kwako na familia yako. Na mimi naongea hapa nikiwa mwenyekiti ya kamati ya afya katika bunge la Seneti. Niwaambie watu ya Barut, hii SHA ambaye serikali inaimbia, universal health coverage, ambaye serikali inataka kuendesha, kuhakikisha kila Mkenya apate afya kwa gharama ya chini na kwa karibu mahali anaishi. Haijaanza na serikali ya William Ruto. Mimi nilikuwa gavana ya kwanza wa Uasin Gishu. Wakati ya Uhuru ndio ujue mambo ya afya Kenya imepitia daraja mingi, serikali kwa wakati ikijaribu kuimprove na kufanya Wakenya wapate afya. Wakati tulipata uhuru 1963, hawa viongozi wetu wa kwanza walisema kuna mambo 3 4 tunataka kupambana nayo: ujinga na magonjwa. Hiyo magonjwa ilikuwa universal health coverage ama haikuwa? Mzee hayati Jomo Kenyatta akapambana nayo, akaondoka. Moi akashika serikali, pia yeye akasema tunataka kuboresha mambo ya afya, akang'ang'ana. Ndio unasikia kila mahali tuko na Nyayo wote. Hiyo ilikuwa universal health coverage. Tukakuja kwa serikali ya Kibaki. Kibaki akasema tujaribu tuone kama tutakuwa na UHC. Tukang'ang'ana
Charity Ngilu akasongesha ikakwama. Tukafika kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta tukafanya naye nikiwa governor. Tukaanza pilot ya UHC. Kaunti kama 6. Tukatumia zaidi ya bilioni 20. Haikufua dafu. Kwa nini serikali zote zinazingatia mambo ya afya? Kwa sababu kwanza hakuna ugonjwa ya matajiri na hakuna ugonjwa ya watu maskini. Hakuna ugonjwa ya wabunge na MCAs na iko ugonjwa tofauti ya raia. Ugonjwa ni ugonjwa na ugonjwa yote inahitaji matibabu. Ile tabu tumekuwa nayo Kenya hii. Na ndio naomba nyinyi watu ya Nakuru na watu ya Baruti hii muunge mkono Mheshimiwa Rais William Ruto. Unaweza tofautiana na President William Ruto kwa mambo ya siasa, lakini kwa mambo ya manufaa yako wewe mwenyewe kama mwananchi, tukubali tufanye hayo, mambo ya siasa tufanye baadaye. Kwa nini? Wale watu walikuwa wameajiriwa ambaye NHIF ilikuwa inashughulikia tu watu wako na mshahara. Wamefanyia Wakenya ukora kwa miaka mingi. Nyinyi mnalipa kodi kama raia. Tunafika Nairobi, wafanyakazi wanapewa ile cover ya NHIF. Sisi kule bunge tuko na cover ya insurance. Mbunge akiwa mgonjwa gharama yake ni milioni 10. Wale wafanyakazi ya parastatal 1600, 1700 wanalipiwa. Wewe kazi yako ni kulipa kodi, mtu mwingine aenda apangiwe mambo yake ya afya peke yake. Hiyo ndio hii Kenya tunataka, ama tunataka afya ipangwe ya kila Mkenya? Mnataka ya watu binafsi ama mnataka ya kila Mkenya? Ndio maana sasa SHA imekuja kureplace NHIF. Na wamama wengi katika taifa la Kenya walidanganywa wakaambiwa unajua hii NHIF ilikuwa inalinda mama. Sasa nyinyi wamama, kwani nyinyi moyo wenu mnataka kuishi na wazee walikuwa wanalindwa na nani? Ana ndio maana sisi tunakuvanga mapema tunawaacha. Hii serikali ya President William Ruto imesema linda mama mjamzito, linda mtoto hajazaliwa, linda ule amezaliwa, linda ule wako shule, linda ule amemaliza, linda mama na ulinde mzee. Hata sisi tunataka ubora ya afya kina mama. Ama mnasemaje? Kwa hivyo SHA si ya manufaa ya siasa, ni kwa manufaa ya Wakenya. Tunawaomba kama kaunti ya Nakuru muweze kufanya registration. Musidanganywe na watu wanawaambia msijisajili, na ili hali hawa wamegharamiwa na serikali ya Kenya, wakiwa wagonjwa wanapata afya. Tumekubaliana wananchi wa Baruti. Na mimi nawaambia kama raia, na nimewaambia msiweke siasa kwa roho, weka ile vitu itakusaidia. Ya pili ndio nimalize, wewe usinisongee. Sasa uko na pin bwana, hakuna ki. Wewe songa la. Kwani pin na pin iko tofauti? Wewe relax. Ama ukijaza sasa nitaambia ule pia yangu pia akushughulikia kama siku ile. Si namna hiyo. Kuna hii mambo ya affordable housing. Unajua tunaweza changanya siasa na mambo ambayo yatatusaidia pale mbele. Tusipochunga kama taifa la Kenya, tutaagiza chakula kwa miaka zijazo. Sababu moja ya affordable housing ni kuzuia mambo ya kukatakata mashamba ambayo tungetumia kwa kilimo. Na unajua nchi ambayo haiwezi jitegemea kwa chakula ni nchi kwa hatarini. Kule kwangu Uasin Gishu mlikuwa mnatuita bread basket, lakini hiyo basket inazidi kuwa ndogo kwa sababu ya watu kukatakata. Mahali ya kulima hakuna. Ni muhimu sana tushikilie hiyo program ya affordable housing. Ya pili, hii affordable housing inabuni nafasi za kazi kwa vijana. Na pia inapatia nafasi watu wa chini waweze kuwa pia wakuwe na manyumba kwenye miji zetu. Kwa hivyo mimi nawaomba tushikilie hapo. Lakini ya muhimu, kando na siasa, tuangalie mambo ya maendeleo na tuhakikishe tunadumisha amani. Na mimi nawaambia nyinyi watu ya Nakuru, nyinyi na sisi kaunti ya Uasin Gishu ndio tunaendesha mambo ya amani katika taifa hii. Watu wafanye siasa, lakini mambo ya amani na uchochezi watu wawache. Watu wa kutuambia maneno ya ICC wawachane na sisi. Na hii serikali ukitaka kutoka, ondoka tu. Watu ni wengi. There are so many jobless Kenyans. Wangapi wanataka kuwa waziri? Ala? Hata
hata mama wewe umeamua. Sasa kwa nini watu watutishe ati siwezi so resign? Kuna what, let me tell you, and Kenyans must understand this. And I think it is time some people leave government so that we even get new faces. Kwani kuna watu walisaliwa kwa serikali. Mimi nikienda shule, Muturi alikuwa. Karibu hata sasa nimefika 50, mambo ya kwenda mbinguni imeanza kukaribia, bado wako. Ala, si waondoke wale wanataka ku, after all, hii serikali sasa ni broad based. Ukiondoka mtu mwingine anakuja. We are not in short of replacements. Ama namna gani? Si namna hiyo. Ile ya muhimu sasa tunataka ni watu wafanyie wananchi kazi. Ama namna gani? Alafu hii Kenya iweze kusonga mbele. Na ya muhimu tutilie hiyo. Kwa hiyo mimi sitaki kusema kusiti hapo. Sisi tumekuja kusema poleni sana watu wa Baruti. Tumepoteza kiongozi ambaye amefanya kazi, na tushukuru mheshimiwa MCA kwa kupasha huyu habari na pia akatupasha. Watu ya Nakuru tunawatakia baraka ya Mungu. Tudumisha amani na tuungane. Na kwa sasa tumia serikali ambayo iliyoko. Usingoje. Unajua kuna watu wamezoea waste time na kusema tunangoja kufukuza hii serikali. Usipofaulu kufukuza, kwanza saa hii fikiria miaka yako. Mimi saa hii niko na 51. Nikianza kuota mambo ya kufukuza William Ruto, bado niko na mwaka 3, so 51 plus 3 inakuwa ngapi? Akishinda 2027, 54 plus 5. Nimebakisha mwaka 2 kwenda retire. Wewe. Kama mimi ni wewe, naingia kwa hii mashua ya Ruto, mahali itasimama tusimame hapo, tupande next, twende mbele. Na hapo next unajua mimi na Ngong, hii pembe amemea, nitatafuta ile chuma niweke kwa moto nipunguze